Akasema hivi, basi Yesu akamwambia tena, akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Hata kwenda gizani kamwe. Amen. Hata kwenda kwenye shuruba ya uchawi na ulozi. Hata tembea kwenye kulogwa. Amina. Yesu ni mwenye nguvu kwa kweli. Amen. Bali atakuwa na nuru ya uzima, yani nuru hii. Unapomkataa Yesu Kristo, umechagua kujigonga, si ndivyo? Yani giza huoni, si ndivyo? Giza kujigonga kwa matatizo. Unataka kupiga hatua kwenye uchumi, unakutana na giza, unaanguka. Unataka kupiga hatua kwenye afya yako, unakutana na giza, unaanguka chini. Unataka kuinuka kwenye, unakutana na giza, unatembea gizani muda wote, unajigonga kwenye matatizo. Laana, mikosi, balaa, matatizo, magonjwa, hizo zote ni giza. Lakini unapochagua kumwamini Yesu Kristo, umechagua kutembea kwenye nuru. Na hiyo nuru itakuwa na wewe, ni nuru ya uzima kwenye maisha yako. Amen. Hii nuru ikiangaza, mauti haitakuwa na nafasi kwako, dhambi haitakuwa na nafasi kwako, laana haitakuwa na nafasi kwako, nguvu za giza hazitakuwa na nafasi kwako, bali utakuwa na uzima kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na leo Bwana anatuangazia kwenye maisha yetu. Amen. Leo Bwana anatupatia nuru kwenye maisha yetu. Amen. Leo Bwana kupatie nuru kwenye afya yako. Amen. Leo Bwana kupatie nuru kwenye uchumi wako. Amen. Leo Bwana kupatie nuru kwenye familia yako. Haleluya, haleluya. Hii nuru ikiwa na wewe, hautaona dhambi zikinuka kwenye pua yako. Utaziona dhambi ni kituko. Ikitaka kunyemelea, inakutana na unamulika, unasema hii hapana, hii inataka niingize kwenye mtego yani ninase. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Yesu ametuahidi kwamba tukimfuata, uzima utakuwa unatiririka ndani yetu. Uzima utakuwa ni sehemu ya maisha yetu. Afya itakuwa ni sehemu ya maisha yetu. Mipango ya giza itakuwa inatusikia tu. Kuna watu wanaopindua ulimwengu, wamepindua ulimwengu sasa hivi. Kuna watu waharibifu wa kila namna. Mtu akiwa na kiu ya kutaka uponyaji, sharti amfuate yeye. Mtu akiwa na kiu ya kutaka uponyaji, sharti amfuate yeye, Yesu Kristo. Mtu akitaka nuru ya uzima iangaze kwenye maisha yake, sharti ni kumfuata Yesu Kristo ambaye yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Amen. Mtu akitaka nuru kwenye uchumi wake, sharti amfuate yeye ambaye ni nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo ndiyo habari njema zenyewe. Yaani tunaposema habari njema, tunapohubiri hapa, wainjilisti wa kina Daudi wanapokuwa na uhubiri hapa nje, wanatangaza habari njema. Habari njema ni nini? Habari njema ni Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka, akaanza kuishi ndani yetu. Kwa anataka aishi pamoja na sisi, mimi na wewe. Haleluya, haleluya. Kama unataka vitu vizuri kutoka mbinguni, sharti uitafute nuru. Nuru iko wapi? Faraja, hujampitia leo? Mwambie namsalimia. Nuru ya Bwana iangaze kwake. Bwana Yesu asifiwe. Nimekupatia nuru, ukifika wewe mshike mkono, nuru itangaza ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mtu akiwa na kiu na usumbufu wa nguvu za giza, sharti amtafute Yesu Kristo. Ukiona nguvu za giza zinakutembelea mara kwa mara, zinakukimbilia mara kwa mara, sharti umtafute yeye mwenye nguvu kuliko Yesu. Huto tududu hutu ni tudogo sana kwa Yesu Kristo. Ni tudogo. Yaani ni tudogo. Kwa sharti ni kufuata Yesu Kristo. Yohana 7:37 mpaka 38. Hiyo ndio karibia kumaliza hapo. Nasema. Hata siku ya mwisho. Hata siku ya mwisho. Siku ile kubwa ya sikukuu. Siku ile kubwa ya sikukuu. Yesu akasimama. Yesu akasimama. Akapaza sauti yake. Akapaza sauti yake. Akisema. Mtu akiona kiu. Mtu akiona kiu. Na aje kwangu. Anywe, simama kwanza hapa. Mtu akiona kiu na afanye nini? Aje kwangu. Aje kwake Yesu Kristo na anywe. Maana yeye ni maji ya uzima. Maana yeye ni maji ambayo hayakauki. Maji ya uzima. Alimwambia yule mama wakati wapo kisimani. Amemwanza afa vika, akasema ungejua anayekuomba maji ni nani?
Mama hakuchua kwamba Yesu ni maji yaliyo hai, maji ya uzima. Sasa ungelijua anayekuomba maji ni nani, ungemuomba yeye. Hebu muombe Yesu Kristo maji ya uzima ndani mwako. Amen. Mwambie Yesu, natamani kunywa. Mwambie Yesu, natamani kunywa. Yesu, natamani kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee pale. 38. Ndio. Aniaminie mimi. Kama vile maandiko yalivyosema. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Wachawi hulisha watu vyakula vichafu. Anakuambia nenda katafute miguu ya sisimizi, nenda katafute sijui nini, vitu ambavyo ni adimu kuvipata. Wachawi waache kusumbua watu wao jamani. Ila jamani, ukiponyoka mbele ya Yesu Kristo, kwa kweli utatabishwa na ulimwengu. Dunia ina mateso ya kila namna. Katafute jogoo mweupe. Ni manyoya tu ndio meupe bwana. Ngozi ni ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Utatabika kweli ukiponyoka mbele ya Yesu Kristo. Utakunywa vitu ambavyo havistahili dunia hii. Acha kabisa. Yaani utatembea na mjusi amesha kufa muda mrefu, natembea naye. Funga pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikwambia hivi, hata kama unapitia changamoto, haya maneno ambayo Yesu aliyazungumza, endelea kuyaweka kichwani kwamba lipo tumaini. Amen. Kuna siku huu mwamba utapasuka. Kuna siku njia itaonekana. Amen. Kuna siku kuna mwelekeo wangu. Amen. Kuna matumaini ambayo nipo nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lipo tumaini kwa Yesu Kristo. Yeye aniaminie. Vijito vya maji vitatiririka ndani yake. Akisema mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi. Akiona kiu, aniaminie mimi. Kama vile maandiko yasemavyo, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Si maji machafu yakimbie ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa alikuwa anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Maana yake Roho ataingia ndani mwako. Vitu vichafu ni roho chafu. Sasa si roho chafu ziondoke kwenye maisha yetu, ili roho safi ingie ndani mwetu. Haleluya. Roho chafu zikishaondoka, inaingia roho safi kwenye maisha yetu. Inaanza kutiririsha uzima, amani, afya, nguvu, ushindi, uponyaji, mamlaka vinakuwa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe.